umekuja hivyo, yani hapa umekuja rafiki yangu umenitisha. Kuna nini? Mpaka hali kama hivyo rafiki yangu. Shida nini? Shida kubwa sana. Pikipiki yangu imekamatwa. Na mimi hela mfukoni sina. Mara hapa mfukoni hela sina. Alafu sielewi namna ya kufanya. Na maafande wamenikamata kweli kweli. Sasa nimekuja kwako ndugu yangu. Naomba unisaidie. Hela japokuwa kidogo, hata shilingi 30,000 tu, maana umenitajia makosa matatu. Maana sina msaada zaidi yako wewe mwenyewe. Mfukoni sina hata 100. Unanisaidiaje ndugu yangu? Nitakusaidia mara ngapi? Yaani kila siku ni wewe. Hivi nimekusaidia matezo mara ngapi rafiki yangu? Kumbuka sio kwamba wewe ndio kila siku unaomba rafiki yangu nikusaidie. Kumbuka inabidi niwasaidie na wengine. Haya, unakumbuka ile ulipata ajali? Ulipatia ajali huko wapi kule wapi? Siji huko wapi, siji njia panda huko. Ukaja. Huna hata 100, pikipiki imeharibika. Nikakupa shilingi ngapi? Ukasema ngoja nipambane nitakurudishia. Ikakaa kimya. Nikanyamaza. Mimi mwenyewe sipendi hii hali nitokee. Lakini imenitokea basi tu. I'm sorry. Naomba nisaidie. Na mimi sina mtu mwingine, ndio maana nikaja kwako. Rafiki yangu, hapo mimi nimeshindwa. Hapo kwa rafiki yangu sina msaada na wewe. Hapo rafiki yangu tafuta msaada sehemu nyingine. Kwa mimi hapo mimi nimeinua mikono juu. Siwezi kukusaidia. Sawa basi ndugu yangu. Haina shida. Kama unashinda kunisaidia, basi acha mimi niende. Msimamo wangu ni ule. Siwezi kukusaidia tena. Basi msaada wangu yani basi kwako rafiki yangu. Nimeshindwa. Nimefukuzwa kazi, nadaiwa kodi, kuvuja kwa pakacha. I'm so down, mfukoni nimechacha. Yani sina hela na mambo ya kulea, nasomesha mapacha. Narudi kwako nipoke, baraka zako usimchoke, usiniache nipote. Blaza. Sio karibu. Asante. Mambo yanasemaje? Karibu bwana. Mambo vipi? Safi. Safi bwana, shughuli zinasemaje? Safi, tuza majukumu. Safi. Aisee, muda mrefu hatujaonana. Tena unajua bwana mzee, mambo yaliingiliana hapa na nikatokana na majanga fulani huko. Janga gani tena ubosi wangu? Kwa pikipiki yangu ilikamatwa na maafande asubuhi ya jana. Lakini nimehangaika sijapata hela ya kwenda kulipia. Sasa bwana nikaa na shida, uniazime shilingi 30,000 tu nikagomboa pikipiki yangu, maana familia kule nakufa njaa. Ndio maana nikaja kwako ndugu yangu uweze kusikia. Okay, nimekusikia. Najitahidi kukusaidia kwa kiasi cha 30,000. Pia kutokana kama ni mshikaji wangu, ni mtu wa karibu wa familia, nitakusapoti katika hiyo 30,000, nitakuongezea na kiasi fulani hivi kidogo. Utajua wewe utakutumiaje kama mtaji. Ili leo na kesho tena usinifuate. Sawa ndugu yangu? Ndugu yangu, nashukuru sana yani. Na sikutegemea kama kwako ningepata msaada kiasi hichi. Yaani nakushukuru sana ndugu yangu. Yaani asante. Nitakuombea kwa Mungu aendelee kukubariki. Asante. Okay, sawa bwana. Lakini upaswi sana kunishukuru. Unatakiwa umshukuru Mungu. Mimi nimeamua kukupa tu kama mshikaji ili uendelee kujikimu na mambo yako yaendelee kwenda sawa. Karibu sana. Usisite siku nyingine ukiwa una shida wala usiwe na shaka. Karibu sana. Sisi ni vijana. Tutaendelea kusaidiana kwa chochote tulichokuwa nacho. Karibu sana.
Asifiwe. Mbona nakuita ndugu yangu hata usiku? Karibu. Ha? Leo ngoja una shida nayo leo? Mimi nikanajua shida utopata. Shida gani hiyo ndugu yangu? Niambie nijue. Mke wangu, rafiki yangu. Mke wako amefanyaje? Huyo bwana alikuwa mjamzito. Sasa jana tumempeleka hospitali jana kama mida ya saa 5 asubuhi. Sasa tulimpeleka hospitali jana. Toka jana ile akahudumiwa akapokelewa. Sasa mpaka ile usiku mimi nikarudi nyumbani maana niliwacha. Sasa leo asubuhi nimepigiwa simu kwamba inabidi aende operation. Sasa nikiangalia rafiki yangu, kiasi nilicho nacho ni kidogo sana. Kwa ndio maana nimekuja kwako. Nisaidie hata kidogo, maana hapa imepelea kama 70,000 ndugu yangu. Wewe ni azime. Hivi unakumbuka ulichokifanya? Au ulifikiri tu ndo misaada uwaga tunaombaga umesababisha mpaka mimi nibadilisha kazi nikaona tena ile kazi hainifai? Sasa hivi nikaamua nifungue ofisi yangu hii nafanya kazi hapa. Nilikuomba, nilikunyenyekea kwa juhudi. Wewe ulishindwa kunisaidia tena kwa dharau, ulinikejeli vibaya. Lakini leo umeona? Sasa usingefanya hivyo ndugu yangu. Ungejua, wewe ulijua na wewe itatokea nini. Kumbe nao ulijua kabisa nyumbani kuna misaada. Leo umekuja kuniomba msaada. Unategemea nitakusaidia? Kwa jinsi ulivyo nikidai mimi mbele za watu, ulinitoa mimi. Lakini leo umeona? Sasa usingefanya hivyo ndugu yangu. Ungejua, wewe ulijua na wewe itatokea nini. Kumbe nao ulijua kabisa nyumbani kuna misaada. Leo umekuja kuniomba msaada. Unategemea nitakusaidia? Kwa jinsi ulivyo nikidai mimi mbele za watu, ulinitoa mimi. Mimi nikaa nataka nikufundishe maisha. Najua ndugu yangu. Mimi naomba tusifike huko ndugu yangu. Na pale nilikuwa sina rafiki yangu. Sio kwamba nikunyima. Wewe mwenyewe unajua. Mbona huwa nakusaidia? Nilikusaidia mara ngapi? Ila kufika mpaka kipindi kile nakwambia kwamba sina, nikaa nimebanwa rafiki yangu. Ndugu yangu, mimi nikaa nataka nikufundishe maisha jinsi yalivyo. Maana hamna binadamu mjanja zaidi ya Mungu. Mungu ndio anayejua kesho yetu. Ndio maana tukaambiwa si binadamu tusaidiane. Mungu peke yake ndio anayejua kesho. Sasa mimi nakusaidia. Ila hilo lilikuwa funzo. Maana shemeji yangu hana makosa. Wewe ndio mwenye makosa. Kweli ndugu yangu. Mimi hapa nimejifunza kitu. Ubaya hauna mwenyewe. Na kweli nimeamini wema ni akiba ndugu yangu. Mimi nashukuru sana. Tena sana. Nashukuru sana. Nimejifunza. Wote ni wapitaji tu. Leo kwako, kesho kwangu kama ilivyo hapa. Mimi nashukuru ndugu yangu. Twende basi tukachukue hela nyumbani ili uende ukakize mahitaji ya shemeji. Mola unipa majaliwa, unipa mimi subira nikichomoza jua, miyatima bado ila nateswa na umia, wanikosesha mimi Lucia sasa.